Huyu mama anajiita Mama Suluhu. Anaongelea mambo ya Wakenya. Wewe mwenyewe ni kama fisi. Ulifuata mkono, uangalie kama utaanguka kule nyama. Ulipoanguka ukauma ukakimbia na nyama. Hujang'ang'ana maisha ya president tu, umeingia rais. Alafu unafikiria unataka kutumia powers vile unafikiria ati unatishia Wakenya. Wakenya ni watu wa kutishia. Tanzania yenyewe hizo town zako zinakaa kijiji. Ukitoka hapa Orooro, uingie Tanga, uingie Michungwani, upite huko uende mpaka Iringa, uende Mikuyuni, Mlima Kitonga, Kumi, hizo upite huko Mafinga, Makabako, Lilondwe, Jombe. Huko kote tutaoni wenyewe tunakaa kama kijiji za huku, ama tunyumba tule tunafungia kuku huku. Alafu unatishia Wakenya. Unatishia Wakenya za ngapi? Kama sisi wenyewe tunajivunia na affordable houses. Wewe unatutishia kitu gani? Kwanza ukianza kuongea hivyo, tukikazirika tutaandamana hapo Mombasa. Kabila zote zenye zimekatalia Mombasa zimekuja kuharibu kazi hapa Kenya. Wakenya wanateseka hapo Mombasa kwa sababu Mombasa ndio area yenye iko na malori mengi. Ukipata kampuni kama PN Mashuru iko na malori 1,100,000. Watanzania ni milioni 1. Wakenya 100 wa kudanganya watu. Wakenya wanazunguka huko hawana makazi. Kwa sababu gani? Unapata mtu kama PN Mashuru madereva wake analipa 13,000. Hao ni Watanzania wanalipa 13,000. Na wameridhika kabisa kwa sababu hiyo pesa kwao ni mingi. Haya. Wanawekewa gari diesel ambayo ifiki. Wanakuja wakiongezea mafuta. Na wanafanya kazi hivyo. PN Mashuru anazidi kununua malori, anazidi kutajirika. Haya. Unapata Mkenya hawezi lipo hiyo mshahara. Wale 100 wako pale ni wale wa kufuta kazi na trip moja. Mtu anaambiwa nenda Rwanda, nenda Uganda. Nimekulipa mshahara wa 30 ama 50. Sasa gari utaongezea mafuta, kitambo mwisho wa mwezi ufike unakuja kupata 3,000. Unakuta hata mfanyikazi anafanya kazi nyumbani ya kulisha umshindi, yani anakushinda pesa. Sababu wengine wanalipwa 6,000 nini. Sasa ukilipwa 3,000 na wewe ni dereva mzima unapeleka lori. Hiyo pesa itakufanyia nini? Na ni Watanzania tu wameharibu hiyo kazi, wamefikisha hapo. Haya, ukienda kampuni kama Tipa Hauliers yako na malori 800. Wakiwa 800 wote ni Watanzania wanafanya kazi hapo. Wakienda kule kwa Tanzania wanaenda wanadanganya wanawake wao ambao wamejipaka mkorogo, wamekaa, mtu unapatana naye anakaa yellow. Hata si ati ni brown ama utasema aje, mtu amejipaka mkorogo amekaa yellow. Ndio ameleta huko, amekuja kufungua sasa vibanda huko Potris. Unapata vibanda vyote hapo ni vya Watanzania, wamama wa Tanzania. Wamefungua huko na wamejipaka mikorogo ndio tuone ati ni weupe sweet nini wametoka nchi zingine. Ndio wamefungua vibanda hapo. Wale wamama wa kwazo chini maisha ya chini wanakuja kuwapiga competition. Sisi hatuongei, tunawaangalia, tunasema Tanzania ni nchi ya shida. Wacha wajisaidie kimaisha, wajisukume maisha hapo. Huyu akienda anakuja na sistaka, huyu anakuja na kazi yake, anakuja na nani. Haya. Ukienda kampuni kama Tipa Hauliers pia ni vile. Wanalipa mshahara kidogo 13,000, 15,000, yule amelipwa pesa mingi. Na wameridhika hizo malori zote. Unapata Potris madereva wamekaa huko wanahangaika kampuni kwa kampuni, hawana kazi. Na huku kuna idara, kuna kampuni zinafanywa na watu wa kutoka Kongo, kutoka Tanzania, kutoka Uganda. Sababu ya mshahara kidogo. Alafu wewe unapanua mdomo wako unaongelelea kuhusu wa Kenya. Badala useme mliweka kwa kofi. Wakenya tuache nini, tuombe kusamaha, tukusamee. Si ati wewe uanze kututishia na tutishia kwa saa ngapi? Hiyo mchezo mama utaacha bwana. Ukienda Bonje pale madereva wamekaa hapo hawana makazi. Kioga inatoka hapo imejaa Watanzania, Waganda, wa Kongo wamejaa hapo sababu ya mshahara kidogo 13,000, mafuta hakuna. Ni kuteza tu madereva wa Kenya. Na Wakenya wamekosa kazi kwa sababu hao watu wamekuja kuharibu kazi.
wewe mama, punguza hiyo mdomo yako, kama sivyo tutaandamana hawa Tanzania wote tuwarejeshe, na tuandamane kampuni zote, kampuni zilipe mshahara wa 50,000 kila kampuni, na iweke mafuta ya kutosha. Madereva tuseme mafuta yenye nafaa iwekwe kwenda Kampala ni yenye nafaa kuwekwa kwenda Rwanda ni yenye nafaa kwenda Kongo ni na sisi tufanye kazi kiwa kwetu Kenya. Hatuna kwa kwetu tunatezekea hapa. Mmetoka kwenu na njaa zenu mmekuja kutezekea hapa, ilari mnaendelea kututusi kwa sababu unaona sisi hatufai. Kwa sababu ni wajinga tumewaachilia nyinyi mkuje kufanya kazi hapa. Hizo mambo tunafuatilia. Ukicheza na sisi. Tukae kama madugu na madada. Na muache kuleta upuzi mwingi. Mkileta upuzi hamtatomboa nyinyi.